Yes, viewers, mahali popote mpo, praise the Lord. Nawakaribisha tena mahali hapa kwa hii channel yetu. Mungu awabariki na awainue. Siku ya leo nataka tushare neno ambalo Mungu ametia, ama message ambayo Mungu ametia moyoni mwangu. So kabla ya hiyo, wacha tuombe. Our Heavenly Father, we come before you in humility to say thank you for this wonderful time you have given to us to glorify your name, to worship you. You have given us another chance to see more of you. We welcome you on this channel. Give us the grace, O Lord God, to perceive your message. Give us the grace to understand you. Let this word, O Lord God, penetrate into our hearts and bring transformation and bring deliverance, changes into our lives and into our minds. Thank you, Lord. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Basi mpenzi mtazamaji wangu, na kukaribisha tena. I am happy kwa mahali hapa tena katika platform hii yetu. Ninakukaribisha mahali popote upo. Kumbuka distance is not a barrier. Neema ya Mungu itakufikia mahali tu upo. So siku ya leo niko na neno. Na title ya neno inasema come back to life and thrive. Come back to life and thrive. Yes. Upate uhai wako ama urejee katika uhai wako. Yes, na uweze kuprosper ama utawale. You prosper. To God be the glory. Neno letu linaanzia katika kitabu cha Wafalme wa Pili. Niko na Biblia yangu hapa. Wafalme wa Pili ukurasa wa 13. Second Kings chapter 13. Second Kings chapter 13 kuanzia mstari wa 20 na 21. Nitasoma na Kiswahili. Inasema Elisha ama nabii Elisha akafa, nao wakamzika. Basi vikosi vya Wamoabi wakaingia katika nchi mwanzo wa mwaka. Ikawa walipokuwa wakimzika mtu, akaangalia, waliona kikosi, wakamtupa yule mtu kaburini mwa Elisha. Mara yule mtu maiti alipoiguza mifupa ya Elisha, alifufuka akasimama kwa miguu. To God be the glory. Huyu ni mtu alikuwa anazikwa. Kumbuka Elisha alikuwa tayari amekufa na akatiwa katika kaburi, akazikwa. Na kukawa na vita wakati alikufa. Basi kulikuwa na mazishi. Kuna mtu alikuwa anazikwa. Na kwa sababu kulitokea funjo, kulikuwa na vita, ikabidi, sababu hawangekuwa na time ya kutosha ya kuzika yule mtu, walimrusha kwa kaburi ya Elisha. Nayo ile maiti ilipoguza mifupa ya Elisha, yule mtu akarejea uhai na akasimama. To God be the glory. Na najaribu kusema nini? Wewe mtazamaji wangu, maisha inaweza ikawa imekukimbiza, imekufikisha mwisho, imekupeleka mpaka kwa kaburi.
ama watu, inaweza kuwa ni maadui, wamekusukuma mpaka kwa kaburi ili usahaulike. Wamemalizana na wewe. Hata wewe mwenyewe ukijiangalia unaona kwa kweli umeisha. Umewekwa kwa kaburi. Lakini Yesu Kristo siku ya leo anakuambia ya kwamba uhai wako utaupata kwa hiyo kaburi. Yule mtu alikufa, lakini alipatana na uhai wake kwa kaburi. Wewe na wewe unaweza kuwa umesukumwa, umefikishwa mwisho. Umekufa, nafsi imekufa, ama nafsi yako tayari iko kwa kaburi. Inaweza kuwa ni biashara yako iko kwa kaburi, imeisha, imepelekwa mpaka kwa kaburi na ikasahaulika. Inaweza kuwa ni ndoa yako, umeng'ang'ana nayo mpaka imefika mwisho, iko kwa kaburi, imesahaulika. Inaweza kuwa ni afya yako, imeharibika. Mwili wako kila siku unaishi kwa sababu ya dawa. Lazima ukunywe matembe ndio uishi. Tayari mwili wako umetiwa kwa kaburi. Labda ni kazi, ulifutwa kazi. Kupata nyingine imekuwa ni kama ndoto. Ni kama kazi yako ilizikwa. Ni kama hauishi tena, umesahaulika. Siku ya leo Mungu amenituma kwako nikuambie ya kwamba uhai wako uko kwa hiyo kaburi. Unaenda kufufuka. To God be the glory. Uhai wako hauko na uko nje, uko kwa hiyo kaburi, utakutana na uhai wako hapo. Mungu anasema utafufuka tena, utainuka tena. Ulisahaulika ndio. Hata watu hawakutambui na hawakujui tena. Ni kama tu umekufa. Lakini uhai wako unapata siku ya leo. Nguvu ya kukurudisha uhai iko mahali hapa. Ninanena neno la kinabii siku ya leo kwako. Na utafufuka tena. Kwa jina la Yesu Kristo, mwana wa Mungu aliye hai. Wacha tuende kwenye kitabu cha Ezekiel 37. Ezekiel 37 kuanzia mstari wa kwanza. Ezekiel 37 kuanzia huo mstari wa kwanza mpaka mstari wa 10. Wacha nikusomee. Mkono wa Bwana ulikuwa juu yangu, naye akanichukua nje katika roho ya Bwana, akaniweka chini katikati ya bonde, nalo limejaa mifupa. Akanipitisha karibu nayo pande zote, na tazama, palikuwa na mifupa mingi katika ule uwanda, nayo tazama ilikuwa mikavu sana. Akaniambia, mwanadamu, je, mifupa hii yaweza kuishi? Nami nikajibu, Bwana Mungu, wajua wewe. Akaniambia tena, toa unabii juu ya mifupa hii. Uiambie, enyi mifupa mikavu, lisikieni neno la Bwana. Bwana Mungu aiambia mifupa hii maneno haya, tazama, nitatia pumzi ndani yenu, nanyi mtaishi. Nami nitatia mishipa juu yenu, nami nitaleta nyama iwe juu yenu, na kuwafunika ngozi, na kutia pumzi ndani yenu, nanyi mtaishi, nanyi mtajua ya kuwa mimi ndimi Bwana. Basi nikatoa unabii kama nilivyoamriwa. Hata nilipokuwa nikitoa unabii,
palikuwa na mshindo mkuu, na tazama, tetemeko la nchi, na ile mifupa ikasogeleana mfupa kwa mfupa mwenziwe. Nikatazama, kube kulikuwa na mishipa juu yake, nyama ikatokea juu yake, ngozi ikaifunika juu yake, lakini haikuwemo pumzi ndani yake. Ndipo akaniambia, tabiri, utabirie upepo, mwanadamu, ukauambie upepo, Bwana Mungu asema hivi, njoo kutoka pande za pepo nne, pumzi, ukawapumzie hawa waliouawa wapate kuishi. Basi nikatabiri kama nilivyoamriwa, pumzi ikawaingia, wakaishi, wakasimama kwa miguu yao, jeshi kubwa mno. To God be the glory. Siku ya leo natabiria mtu, wewe ambaye umezikwa, wewe umewekwa kwa kaburi, siku ya leo ninatabiri kupitia kwa neno la Bwana, pata uhai wako na uishi tena. Pata pumzi, uishi tena, pata uhai. Kama venye Ezekia alitabiri, ninakutabiria, ni biashara yako imekufa, hiyo biashara ifufuke kwa jina la Yesu Kristo. Ni ndoa ilikufa, hiyo ndoa ifufuke kwa jina la Yesu Kristo. Ni kazi ilikufa, kazi ifufuke kwa jina la Yesu Kristo. Afya njema iliisha, pata afya njema tena kwa jina la Yesu Kristo. Fufuka in the name of Jesus. Mwili wako umepooza pande moja, ama viungo fulani zimepooza, pokea uhai kwa jina la Yesu Kristo. Mahali popote katika maisha yako pako kwa kaburi, pata uhai kwa jina la Yesu Kristo. Toka kwa kaburi siku ya leo. Natangaza uhai kwa jina la Yesu Kristo. Nakupulizia uhai kwa jina la Yesu Kristo, mwana wa Mungu aliye hai. Pata uhai, pata uhai, pata uhai kwa jina la Yesu Kristo, mwana wa Mungu aliye hai. Ishi tena na utawale kwa jina la Yesu Kristo, mwana wa Mungu aliye hai. Haleluya. Naongea na nani? Wacha tuende kwenye kitabu cha Ufunuo. Ufunuo 3 mstari wa kwanza inasema nini? Ufunuo 3 mstari wa kwanza inasema nini? Haleluya. To God be the glory. Revelation 3. Ufunuo wa 3 mstari wa kwanza. Revelation 3 verse 1 inasema nini? Na kwa malaika wa kanisa lililoko Sardi andika, haya ndio anenayo yeye aliye na hizo roho 7 za Mungu na zile nyota 7. Na yajua matendo yako, ya kuwa una jina la kuwa uhai, nawe umekufa. Watu wengi mko na jina ya kwamba mko uhai, lakini nafsi yenu tayari iko kwa kaburi. Mumezikwa, mumekufa, ni majina tu imebaki. Inaweza kuwa ni dhambi zilisababisha, inaweza kuwa matendo yako yalikupeleka kwa kaburi. Mambo yako yote imeishia ukingoni sababu kutokana na dhambi zako ama matendo yako maovu. Lakini siku ya leo, ikiwa ni dhambi, ni mambo ulitenda kinyume na mapenzi ya Mungu, ikasababisha wewe mwenyewe ukajipeleka kwa kaburi, na saa hii unajutia,
Kumbuka Yesu Kristo alikuja sababu yako. Hakuja kwa sababu ya watakatifu. Alikuja kwa sababu yako. Tubu dhambi ambazo ulizifanya, ambazo unajua ndizo zimekufunga ama ndizo zimekupeleka kwa kaburi. Dhambi ambazo unajua ulifanya na saa hizi zinasababisha ulie. Bwana Yesu akusamehe. Yeye mwenye neema akusamehe. Yeye mwenye upendo akusamehe na akutakase. Kwa jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Sema, Bwana Yesu, nisamehe dhambi zangu ambazo nimezitenda kinyume na mapenzi yako. Naomba msamaha. Livute jina langu kutoka kwa kitabu cha mauti na uliandike katika kitabu cha uzima wa milele. Na kutoka siku ya leo nimekukaribisha uwe kiongozi wa maisha yangu. Amen. Basi pata uhai wako kwa jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Uishi tena kwa jina la Yesu Kristo. Pata uhai, maisha mapya kwa jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Kuna matendo mengi ambayo inaweza kusababisha ujipate huko kwa kaburi. Dhambi ni nyingi watu wanafanya, lakini unaweza ukadhani sio dhambi. Mambo mengi tunafanya, lakini unaweza ukadhania ama ukafikiria ya kwamba Mungu hakuchukii kwa sababu ya venye unafanya. To God be the glory. So ni vema kutubu na kuomba msamaha kwa jina la Yesu Kristo. Mungu awabariki. Ninawaombea nyinyi wote ambao mlikuwa mmefika mwisho. Kutoka siku ya leo uwe na maisha mapya na upate ushuhuda kwa jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Natangaza kwako wewe ambaye ni mgonjwa, receive your healing now in the name of Jesus. Receive your healing now in the name of Jesus. Mahali popote wewe ni mgonjwa, mahali popote kwa viungo vya mwili ambapo kunaumia, receive healing now in the name of Jesus. Receive healing now in the name of Jesus Christ, the Son of the living God. Wewe unayeteswa na nguvu za giza, be free in the name of Jesus. Be free in the name of Jesus. Hakuna aliye na nguvu kama Mungu. Iwe ni mapepo, iwe ni wachawi, hizo ni vitu tu, upepo tu ya kupita. Receive your deliverance now in the name of Jesus. Ninatangaza ukombozi kwako in the mighty name of Jesus. Receive your deliverance now in the name of Jesus. Be delivered, be healed in the name of Jesus. Na achilia baraka kwako kutoka siku ya leo, utawale in the name of Jesus Christ. Kutoka siku ya leo upate ushindi kwa jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Uwe na ushuhuda mkubwa in the mighty name of Jesus. Uwe na ushuhuda mkubwa in the name of Jesus Christ, the Son of the living God. To God be the glory. Mliopoteza mashamba na nyumba, hiyo ndio nasikia kwa roho ananiambia niombee mtu ambaye amepoteza shamba mahali ama nyumba. Be restored in the name of Jesus. Pata urejesho. Pata urejesho in the name of Jesus. Pata urejesho in the name of Jesus. Pata urejesho in the mighty name of Jesus. To God be the glory. Naona mashamba ikirejea. Naona ndoa zikirejea in the name of Jesus Christ. Naona watu mateka wakiwekwa huru. Mungu anatenda in the name of Jesus Christ. Wewe mtazamaji utakuwa na ushuhuda mkubwa in the mighty name of Jesus Christ. To God be the glory. May God bless you all.
May God be with you. May God keep you. Ukipata ushuhuda Mungu akikutendea, comment hapo. Comment hapo. Mungu akikutendea tu. Usiongee mambo mingi. Kukomenti tu. Kusema ametenda. Hiyo ndio sadaka ambayo Mungu anatafuta. Kukomenta hapo tu. Kusema kwa kweli ametenda. Ukiona wakati atatenda, just come back and give your testimony in the name of Jesus. May God bless you all. May God keep you. I pray that we shall see each other on the same channel in Jesus' name. Thank you. Amen.